Kiwanja cha michezo cha Riruta kimekuwa kikifanya kazi tangia mwaka 2016 wakati bodi ya kusimamia ilipochaguliwa na kupewa majukumu. Ila katika kipindi hicho chote kumekuwa na pandashuka nyingi, ikiwemo vita uongozini, jaribio la unyakuzi, baadhi ya timu kutoka eneo hilo kukosa kupewa nafasi, kiwanja kutofanyiwa marekebisho na uwazi wa hela zinazokusanywa uwanjani humo. Kutokana na pandashuka hizi, tumefanya mazungumzo na viongozi waliochaguliwa na kugundua changamoto nyingi ambazo kwa muda mrefu umekiandama kiwanja hicho. Kulingana na mzee Francis Migwi ambaye ndiye mwenyekiti wa Riruta Land Owners Association, kiwanja cha Riruta ni miongoni mwa kiwanja kikubwa kilichogawanywa katika vipande kadha, ikiwemo sehemu ya shule ya Ndurarwa, afisi za mbunge wa Dagoretti, afisi za chifu wa Riruta, afisi ya DC, mahakama ya Dagoretti, sehemu ya karakana ya ufundi wa magari pamoja na kiwanja cha Riruta. Lengo lilikuwa kuleta maendeleo katika wadi ya Riruta na eneo pana la Dagoretti. Migwi anasema kuwa kama mwenyekiti wa wamiliki wa shamba eneo la Riruta wanasimamia kiwanja hicho. Kama muungano walichukua hatua ya kuwapa Riruta Stadium Management Board kusimamia masuala ya kiwanja hicho kwa niaba yao. Now, sometimes back they had a quarrel. This group and the other groups around here, and then we had to involve the office of the DCC. DCC told me to call a meeting of all the groups that normally utilize this ground. So we called them to a meeting, including the ones who operate from the deck. Deck is the house behind us here. It is our community meetings. I've been there now for a meeting. So we held a meeting there. They almost fought. Maybe a damage as a kind of confrontation which would have brought damages. Then I told the DCC, now there is a problem there, and you being the head of the administration in this area, I will call the meeting, then you address the meeting and get a solution from the members. So we gathered there, all groups that participate in this ground, and the DCC was there. The member of parliament was there, the member of city council was there, and officials of the landowners were also there. And we negotiated and we talked, whatever it is. Then it was agreed that the DCC will investigate the teams here. So the DCC said, okay, fine, what we'll do, you take charge of the ground. Now, about I think 3, 4, 5 months ago, and up to now, the ground is managed by the DCC through his security team, deputized by the chief here. And whatever information help them to know whether they are gangsters here or whatever it is. Now, some crooks are still there here in this compound, and they tried to have an arm of operation where they can probably do one or two things they want to do. Kutokana na mizozo ya mara kwa mara, Migwi anasema baadhi ya wale wanaosema ni washikadau wa kiwanja hicho, wao kama muungano hawatambui washikadau wengine kando na wale waliopewa majukumu hayo. Now, the group that is saying they are stakeholders, we don't know which stake they hold, whether it is violent, whether it is peace or anything, but nobody appointed them. They just created them because they should come to us and tell us the stake they are holding. You can't hold a stake from nowhere. You have it and they call it a name. So let them call themselves the stake which they hold. Kulingana na katiba ya bodi hiyo, waliochaguliwa mwaka 2016 ni Hans Giteru kama mwenyekiti, Paul Irungu akiwa naibu mwenyekiti, Christopher Karanja kama katibu, Kabingaz kama mwenyekiti kama mweka hazina, pamoja na Judy Wamoro kama mwelekezi na John Ndungu kama mwanakamati. Baada ya uchaguzi huu, baadhi ya wanachama waliochaguliwa wanasemekana kujiondoa katika uongozi.
Wakiongozwa na John Ndung'u, Zuleka Opusi, Christopher Karanja wamemkashifu Hans Giteri kwa kutoitisha uchaguzi tangia mwaka 2016, kutofanyia marekebisho kiwanja hicho pamoja na kufuja pesa za kiwanja baada yake kujiuzulu siku 2 baada ya uchaguzi. Hiyo management board, kwa sababu pia wewe ulikuwa ndani hiyo management board, na whatever ulikuwa unaona inafanyika hapo, labda ulikuwa unahitaji labda inaweza tengenezwa, wewe labda ulifanya nini wakati huo? Maana kama kuna kitu ambapo iende vizuri na uko ndani, unaweza uliza labda chairman, tunafaa tufanye hivi na hivi. Kweli kabisa. Mimi narudia kukuambia, tulichaguliwa officially na kama stakeholders, but in the second day ambao pesa ilianza kuingia ya gate na tukaona chairman ni anachukua pesa, tuka raise red flag kusema hatuwezi work hivyo. So mimi kama board niliwork for 2 days na nikajiuzuru tukiwa wote, na tukasema sasa we have to have a fresh board, na ndio chairman amekuwa dilly-dallying kutoka that day COVID nini up to now. So zile pesa zinarokotangwa, sisi kama nini atujuangi, sisi kama former nini atuhusiki, na ndio tukajiweka kando. Hata hivyo, Hans anasema baadhi ya wanaokashifu wanashukiwa kuwa miongoni mwa wale wanaotaka kunyakua kiwanja hicho. Wengi wao wale tuko nao kulingana na mimi, na nimesema hapa mbeleni, without any fear of contradiction, wana collude na land grabbers kuuza hii kiwanja. Me, I cannot be part and parcel ya hiyo. So me and my team, we are there not for the activities of playing football kwa uwanja. Me and my team, and I repeat this again, me and my team, we are there to protect the land from the land grabbers. And with that one, even the chairman of Dagoretti District Land Owners Welfare Association, Riruta branch chairman, is aware that for us, we are here to protect this field from the land grabbers. And if at all, some of these people we are talking about are a part and parcel of colluding with the land grabbers, then how can we work together? Na sio unyakuzi wa shamba tu. Hans anasema kuwa wale waliochaguliwa naye wakiwemo Christopher Karanja almaarufu Kadiri pamoja na John Ndung'u almaarufu Shifter wamelemaza uongozi tangia mwanzo wa walipochukua sehemu ya wachezaji kubadilisha nguo na kuifanya ofisi zao. Tulimuuliza John Ndung'u kuhusiana na tetesi hizi, na haya ndio alikuwa majibu yake. Si dressing room, ni rooms. Na katika hii uwanja ina rooms zingine kama bathrooms na ina sanitation block ambayo haifanyi vile but iko. So saa zile kuna teams watu kuchange uingia kwa the sanitation block kuchange. Hizi rooms nimesema ni kama ofisi za teams zile ziko hapa. Hapo ndipo documents zao wanaweka, hapo ndipo uniform inawekangwa, hapo ndipo balls zinawekwa. Na team zile ziko hapa utumia hizo ofisi mbili katika registration zao kwa federation. So ni kitu inatumika na watu wote kama room moja ya kusaidiana paperwork, mali safe. Juu it's a room, it's not a dressing room. Wakati zilitengenezwa kwa nia gani? Kuwa kama ama labda kutumika kama labda ofisi ama hiyo dressing room? Wakati zilitengenezwa nia yao ilikuwa ni gani? Kweli zikitengenezwa ilikuwa initially ziende steps ndio zitengenezwe zikuwe dressing room. So katika process
hazikuwa zimemalizika, zilitengenezwa kama room, hata hakuna mambo ya ikuwe sasa stima ndio zilikuwa zitengenezwe later by the officials, sasa akina Hans. But ilipokaa dormant 1, 2, 3, 4 years, ndio sasa teams zile zilikuwa na equipments ambazo zilikuwa zinatumia kuwekeana, zikasema zioccupy hiyo, na ilikuwa welcomed na kila mtu. Ndung'u anaongeza kuwa vyumba hivyo vinasimamiwa na timu za Kawangware United na Mainstream Soccer, na yeye kama mmoja wa wasimamizi ilimpasa awepo. Lakini sasa mimi niko na swali ambalo nitakuuliza. Wewe ulijitoa with the second day, lakini pia you are part of the people ambao wanajua management ya hizi dressing room mbili. How does that confront with your just information ambao umesema ulijitoa kwa hizi stories zote? Very true. Nimesema mimi ni member wa Kawangware United. Kawangware United ina structure, ina ofisi. So hao ndio waliona ni vizuri vitu zetu kubeba kuliko kubeba tuiweke kwa room mpaka siku ile itatakikana. Kama ni upgrade ni balls tu tutatoa wafanye kazi, na sisi kama members wa Kawangware United tukaona ni sawa, juu hakuna kitu inafichwa, kitu iko wazi, hakuna kitu imejengwa ndani. Kama ni balls ni kutoa na uniform kama kuna hitaji upgrade. Because Hans anatumia hii kama njia ya kukulenga. Angekuja labda mapema kabla haujakuwa interim chairman, anakuja aseme kama yeye kama chairman anataka anataka kuondoa Kawangware United na Mainstream katika sehemu hiyo ambayo unasema ni hizo rooms mbili ambazo hao walichukua na kuifanya kuweka vifaa zao za kuchezea, mngetoka? The first day ambao Kawangware United na Mainstream waliingia kwa hizo rooms, ilikuwa very clear ati wamekuja kuweka vitu temporary zao za zoezi za youth kucheza, na kama kuna process yoyote ya development wako ready. Ndung'u anasema kuwa Hans amekosa kuitisha uchaguzi kwa muda mrefu na wala hataki uchaguzi ufanyike kiwanja hicho kikiendelea kudorora. Hata hivyo, Hans anasema kuwa swala la uchaguzi sio wa timu za mpira bali ni uongozi wa bodi ambao lazima ufuate sheria. Wajua uchaguzi tunaongelelea si uchaguzi wa timu za mpira. Yes. Ni uchaguzi wa board, Lirota Stadium Management Board, whereby the stakeholders are supposed to hold their elections, they have their officials, and then after that, as the constitution, our constitution stipulates in a certain section here, it says 3 officials from every stakeholder will come and elect the board members. Ndung'u anasema kuwa wao kama washikadau wa bodi hiyo waliandaa mikutano na kufuata sheria hitajika na kupiga kura ili kuweka bodi shikilizi kwa siku 90 kabla uchaguzi kufanywa. Hii regime ya Hans ndiye mdosi wa community. Sisi tumekuja kama servants wa community. Community ndio wadosi stakeholders ndio wadosi wetu. Ndio wametuambia in 90 days mkuwe mmetupatia guideline, in 90 days tuonyesheni kwanza hiyo transparency inafanyika. In 90 days tupatieni kuweni accountable, then kama mngetaka kuendelea, tukiona hamwezi fanya kazi, sisi kama stakeholders tutafanya vile inafaa kulingana na katiba. Sasa kubainisha timu ambayo inasema vile inafaiwa ni katiba. Stakeholders ndio hawa ndio wameagree hivi. So hakuna mambo ya black market ama inaitangwa aje backdoor negotiation. Tunafanya hii shughuli on behalf of the community. Hii si shamba ya mtu, ni shamba yetu sisi wote ambayo imetengwa iweze kufanya nini kwa manufaa. Kwa hivyo si ati mimi Hans niite kando sijui niambie nini. Hata hivyo, Hans anasema kulingana na katiba ya bodi hiyo haitambui uongozi huo ambao haukumhusisha na wala kufuata katiba za bodi. The seats of the office bearers shall be distributed among the seats of the office bearers shall be distributed among
different stakeholders, members, clubs, and at least any 2 of the seats apart from the seat of chairman shall be filled by a woman. 2 officials for these seats cannot therefore be elected from one member club unless where necessary and in agreement by all stakeholders member clubs if a suitable candidate is not found from any stakeholder member club. Constitution mjafuata sasa au ngona Wamefuata, lakini according to me hiyo hawajafuata. yes Because from the hearsay is like whatever they are calling interim. This is hearsay. It's not authentical. It is as if they have come from one club. From when I get the names that are being mentioned there, from my mind it can click they are from one club. Because I don't know whether the others are affiliated to the government law, where they have to have certificate, renew the certificate, then you come for the elections of your club. Then you can come to. if they happen to do that and follow the constitution, you are open to the election. You can do it. But integrity, to me, plays the paramount role. Na je, ili kutatua masuala haya ni kipi kinapaswa kufanywa? Haya ndo majibu yake Hans Gitero. Mkitaka kuwa na ofisi na mkitaka pia vile tukue wachezaji wapate changing room yao and everything, mtafanyaje labda ndo msolve haya matatizo yote ambayo yamekuwa? Tuketi pamoja, wakitaka kitu ya kwanza watoke ofisi watoke changing room, ziwe ni kawaida zinafanya kazi yake. Sababu the aim of having a changing room is because the visiting teams, when they come, they don't come with an office. That's where they put their equipment, their bags, they change there, there's a board there. At half time, they go back to the same room, they go and discuss it inside there, they lock their things there, they come out to play, and then the life goes on. But now they just change in the open because there's nowhere they can change in. Japokuwa Hans yuko tayari kufanya mazungumzo, bado angali na tashwishi na kile alichokitaja kama uadilifu. Anahisi wale wanaotaka uongozi huo wamejihusisha katika uharibifu wa kiwanja, ikiwemo wakati kampuni ya Kenya Power ilipotaka kutengeneza kiwanja hicho. Madai hayo yamekataliwa vikali na John Ndung'u. Tumezungumza na Mr. Mwigwe, nadhani unamjua, ambaye anasema wamesimamia hiki kiwanja kwa muda mrefu. Na anasema kuna wakati kulikuwa na fracas wakati Kenya Power walikuwa wanajaribu kutengeneza hapa. At the same time pia vile tumezungumza na Hans, akakubali vile ambavyo unakubali kwamba Kenya Power walikuja wakatengeneza gate hii sehemu na labda kutengeneza fence. Amekushtumu wewe. Anasema kwamba pia ulikuwa part of the people ambao labda mligombeza wa Kenya Power hawakumaliza shughuli ambayo walikuwa wanaifanya hapa, ikiwemo kutengeneza fence sehemu moja na at the same time pia vile kufanya top dressing ya uwanja. Ni kweli. Nafikiria tunaongea mambo ya 2016 na Hans alikuwa bado the chairman, na sisi hatukuwa kwa ofisi. Sisi tulikuwa tunafanya kazi kwa timu ya Kawangware United. Hapo ndipo tulirudi 2017 tukaibuka the champions 2017 Nairobi mzima. Concentration yetu ilikuwa kujenga team ambayo itarepresent Nairobi kama vile ilifanya. Whereas the chairman ni alikuwa na deal na mambo ya ground. So mambo ya Kenya Power, sisi kama stakeholders tulikuwa tunaona na macho vile ina happen na tunasaidia mali wanataka. Tumelainisha sana tumepanda maua, tumefanya nini. Mipango ya Kenya Power ilikuwa mipango ya Kenya Power. Walikuwa wamesema watafanya hivi na hivi na hivi in the first phase. Very clear. So sioni mali na kujia
Mimi vile nakushika ni kama sisi tulikuwa tunazuia uwanja ifanyike kazi, na nafikiria hiyo si kweli. Juu sisi tulikuwa tuna benefit hiyo kiwanja ikifanyiwa vyema, na sisi tulikuwa tunasaidia hiyo Kenya Power mali wanahitaji. Na tungesema ati ni kuvuruga Kenya Power, hata wangefanya hizo vitu zote. So Kenya Power sioni mahali wanahusika ati walifanya kazi mbaya ama kuna mzozo ilikuwa wakakosa kufanya. Time yao iliisha na wakasema program nyingine ikikuja watakuja kuendelesha, na si hapa wanafanya kwote. Sasa ni jukumu ya the management board kufuatilia, hata si Kenya Power peke yao. Juu Kenya Power sisi kama Kawangware United walipendezwa na sisi vile tunaendelea kucheza game zetu, ndio wakaja. Na siku hizo tulikuwa wasimamizi wa Kawangware United. How comes tena ni sisi tunazuia isijengwe? Unaona, sasa nilikuwa nakwambia sielewi swali yako. Sisi ndio wenye kuambia mdhamini njoo. Baada ya mvutano huu, John Ndung'u na Samuel Ndung'u wanasema kuwa walichukua hatua ya kuitisha mkutano na washikadau kama katiba inavyosema, na kuandaa uchaguzi ambao ulichagua viongozi ambao watashikilia uongozi kwa muda wa siku 90 kisha uchaguzi ufanywe. Waliochaguliwa ni John Ndung'u akiwa mwenyekiti, Samuel Ndung'u naibu mwenyekiti, Charles Njeu katibu, John Njogu naibu katibu, Zuleka Okusi mweka hazina, Oliver Gracho akiwa kama mwelekezi, pamoja na viongozi wa timu za Kodoba, Kawangware Academy, Kitchen College na Mainstream Sports Academy. Kundi hili liliandaa kile walichokita upeanaji wa mamlaka ambao ulifanyika katika kiwanja cha Riruta Jumatano ya tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2026. Hafla hiyo ilihudhuriwa na naibu chifu wa Riruta Alpha Bosbori, mwakilishi wa MCA wa Riruta, mwakilishi wa mbunge wa Dagoreti, wachezaji wa zamani wa mpira kutoka Dagoreti, pamoja na baadhi ya viongozi wa zamani wa bodi ya uwanja huo. George Ndwaru, mwanachama wa miliki wa mashamba kutoka Ng'ando, ndiye aliyekuwa akiwapa mamlaka hayo. Baada ya hafla hiyo, afisi hiyo imeshikilia kuwa ndio ipo sasa rasmi na imeanza kazi moja kwa moja, wakiahidi kutengeneza kiwanja hicho pamoja na kuweka uwazi wa kila shughuli zinazoendelea uwanjani humo. Yakijiri hayo, Hans Giteru amemwandikia chifu wa Riruta kuingilia kati na kutatua swala hilo. Anasema hakujulishwa kilichokuwa kikiendelea uwanjani humo siku hiyo ya Jumatano. Katika barua tuliyoiona imetiwa sahihi na afisi wa MCA wa Riruta Eric Kiogora, afisi ya mbunge wa Dagoreti ya Kusini John Kiarie, pamoja na afisi ya naibu county commissioner wa Dagoreti. Wakati pande hizi mbili zikiendelea katika pambano la uongozi la kiwanja hiki, wakazi wa Dagoreti, haswa vijana wenye talanta, wana uchu wa kuchezea kiwanjani humo, ndio wanaozidi kuhangaika. Je, suluhu litapatikana? Makala haya yalifuatiliwa na kuandaliwa na Boniface Onsongo na Ivan Sisoe.